pahali pa kuleta shida zangu miguuni pa nani? Pa mwanaume anayeitwa Yesu Kristo. Tunayo mifano mingi ya kuweza kuangalia na kujifunza kwayo kwa wale watu ambao walisimama pamoja na Yesu, watu waliotembea pamoja na Yesu, watu walioishi pamoja na Yesu. Mfano wa kwanza tunaweza kuutumia ni mfano wa Danieli. Danieli aliishi pamoja na Yesu. Danieli alisimama pamoja na Yesu. Danieli aliposimama pamoja na Yesu, Danieli alipotembea na Yesu, majaribu yalipompata, Danieli aliyashinda. Bwana asifiwe. Kwa sababu miguuni pa Yesu ni mahali ambapo pana usalama. Ni mahali ambapo pana faraja. Danieli akafika mahala akawekwa katika tundu la simba. Lakini Yesu akasema haiwezekani, maana mimi ninayetawala simba niko mahali hapa. Simba wakaamuriwa waweze kufunga, wafanye maombi kwa muda ili Danieli asidhurike. Danieli alipoangushwa kwenye tundu lile la simba, Danieli hakuweza kupata dhara lolote kwa sababu alikuwa amesimama na mwanaume anaitwa nani? Yesu Kristo. Kama haitoshi kwa Danieli, hebu muangalie kijana anayeitwa Yusufu. Yusufu alikuwa ni kijana wa pekee ambaye alitembea pamoja na Yesu Kristo. Ukiangalia historia ya Yusufu, Yusufu alipendwa sana na baba yake. Yusufu akafika mahala akaitwa ni bwana wa ndoto. Ndugu zake wakamchukia Yusufu. Ndugu zake wakaamua kumuua Yusufu. Lakini Yusufu kwa sababu alikuwa na Yesu, Yusufu kwa sababu alitembea na Yesu Kristo, Yusufu akapata kupona katika majaribu hayo yote. Na baada ya siku, Yusufu akawa msaada kwa Israeli nzima. Baada ya kuchukuliwa mateka kule Misri, baada ya kuishi katika nyumba ya mkuu, Yusufu akasingiziwa jambo na mke wa Potifa. Yusufu akapelekwa gerezani. Alipokuwa gerezani, kwa sababu Yusufu alikuwa amesimama pamoja na Yesu Kristo, Yusufu akaota ndoto. Ndani ya gereza kulikuwa na wanaume wawili ambao walitoka kule kwa mfalme wakafungwa gerezani. Mmoja alikuwa ni mnyweshaji na mmoja alikuwa ni mtu gani? Naam, mwokaji. Walipoota ndoto wakashindwa kuelewa maana yake. Yusufu akiwa amesimama pamoja na mwanamume Yesu, Yusufu akawatafasiria ndoto zao. Akawaambia, leo hii mnaondoka gerezani. Mmoja akaambiwa ya kwamba wewe utaenda kurudia kazi yako ya ulishaji, utamlisha mfalme. Wewe unaenda kukatwa kichwa chako. Na kweli wakatolewa gerezani. Walipoondolewa gerezani, mambo hayo yakatendeka sawa sawa na alivyowaambia Yusufu. Yusufu akawa amemwambia huyu mwokaji ya kwamba unikumbuke utakapokuwa katika nyumba ya nani? Huyu kwa sababu alikuwa hajasimama na Yesu, alipofika kule akaanza kuendelea na zile starehe za kula vinono. Alimkumbuka Yusufu? Hakumkumbuka Yusufu. Paka pale mfalme alipoota ndoto, akajaribu kuwaita wale wote wenye hekima wote wa Babeli, akajaribu kuwaita wachawi waweze kumtafsiria, wakashindwa. Ndipo akakumbuka tulipokuwa gerezani kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Yusufu. Huyo alitutafsiria ndoto zetu zikatokea kama alivyosema. Akija hapa
mfalme atakuambia. Alikuja, sitaki kuendelea sana na hizo ndoto. Mnafahamu jinsi alivyomtafsiria kuhusiana na ile miaka 7 ya amani, miaka 7 ya njaa. Na ndipo mfalme akasema, tupate wapi mtu wa roho ya Mungu kama nani? Akaona hakuna mwingine isipokuwa ni wewe Yusufu, utasimama kwenye nafasi hii ambayo umeiongea. Yusufu akawa mkuu katika nchi ya nini? Ya Misri. Kwa sababu Yusufu alisimama na nani? Na Yesu. Simama na Yesu. Unaposimama na Yesu, mambo yako yote Yesu atayaongoza. Shida zako zote atazirahisisha. Anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Fungu la 29 anasema, jitieni nira yangu. Nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ninakualika, ninakusihi uweze kusimama pamoja na mwanamume anayeitwa Yesu Kristo. Yusufu alipokuwa pale, akapewa nafasi ya kuwa mkubwa katika nchi yote ya Misri. Miaka 7 ya neema ikapita. Yusufu yeye ndiye alikuwa mkusanyaji wa chakula. Magara yote yaliyokuwa yamejaa katika Misri yote, Yusufu ndiye alikuwa na kibali. Yusufu baada ya kuwa amewapa chakula, pesa walizokuja kununulia chakula amerudisha kwenye magunia yao. Walipofika kule nyumbani, baba yao akasema ya kwamba, mbona mmetenda jambo hili? Kwa nini mmerudi na hii fedha? Akafikiria ya kwamba wameiba. Lakini hata na wao wakashangaa, wakasema hatujui. Ila yule bwana, yule mkuu wa nchi amesema ya kwamba turudi na nani? Benjamini, mdogo wake. Historia ni ndefu. Njaa ikaendelea. Mara ya pili baba akawaambia, rudini tena huko Misri. Akasema, baba, tusipoenda na huyu mdogo wetu, yule bwana alisema hatutamuona. Fuatilia habari hiyo katika kitabu cha Mwanzo, utaipata. Mara ya pili walipoenda, baba amewaruhusu baada ya kujidhamini sana na kusema ya kwamba tusiporudi na mdogo wetu, mimi nitakuwa sadaka. Maana aliwaambia, mnataka kumuua na huyu kama alivyokufa Yusufu. Mtashuhudia mvi zangu zikielekea wapi? Kaburini. Lakini Yusufu kwa sababu alikuwa amesimama na Mungu, aliwaokoa ndugu zake. Na Yusufu akaweka sheria katika nchi ya Misri. Njaa iliwatwanga wa Misri wote mpaka wakajisalimisha kwa mfalme. Na mfalme hakufanya jambo lolote kama sio Yusufu. Maana alikuwa amemkabidhi mambo yote ya Misri kwa sababu alikuwa amesimama na Yesu. Yusufu akaweka sheria. Baada ya kuwa wamenunua chakula kwa ng'ombe zao zote, mali zao zote wa Misri, wamepeleka kwa mfalme kwa ajili ya kununua chakula kwa sababu ya njaa ile kali, mpaka wakauza na mashamba yao. Wakaambiwa kwamba sasa kinachofuata, 1/5 ya mazao yako yote unayoyakusanya itakuwa ni mali ya nani? Ya mfalme. Sheria hiyo ikadumu hata leo. Maana nchi yote walikuwa wameuza kwa nani? Kwa mfalme. Yusufu kwa sababu alikuwa na hekima ya Mungu, akaona kwamba hawa watu watakwisha. Sasa watanunulia nini? Akaambia kwamba sasa mnabaki na mashamba, tunawapa mbegu, lakini mnapovuna 1/5 ya mavuno yenu ni mali ya mfalme. Mnaipeleka kwa nani? Kwa mfalme. Kwa hivyo unaposimama na Yesu, unakuwa na nafasi ya kutenda mambo makubwa, maana Mungu ndiye anayekuongoza. Bwana asifiwe. Kwa nini tuwasihi ama niwaite ya kwamba
tusimame na mwanaume Yesu Kristo ambaye anasema njooni kwangu ninyi nyote. Ameahidi kufanya kitu gani? Yeremia 31 mstari wa 25. Neno la Mungu linasemaje? Tumsikie sasa Yesu Kristo jinsi anavyoongea baada ya kwamba ametuita ya kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. Tunapoenda kwake ametuahidi atatufanyia nini? Yeremia 31 mstari ule wa 25. Neno la Mungu linasemaje? Uliyepata unaweza ukatusomea. Neno linasema, kwa maana nimeishibisha roho yenye uchovu, nami nimeridhisha kila roho yenye huzuni. Bwana asifiwe. Yesu anasema yeye ndiye ana uwezo wa kuishibisha kila roho iliyo na uchovu. Ni uchovu gani ulio nao katika maisha yako? Je, ni uchovu wa magonjwa? Je, ni uchovu wa kuondokewa na ndugu wapendwa? Ama ni uchovu wa masumbufu ya dunia hii? Yesu anasema yeye anawashibisha wote waliochoka. Bwana asifiwe. Ni mwanaume pekee ambaye anaweza akakushibisha uchovu wako wote ukaisha. Simama pamoja na Yesu. Kaa miguuni pa Yesu. Miguuni pa Yesu pana burudiko. Miguuni pa Yesu pana furaha. Miguuni pa Yesu pana faraja. Huzuni zako zote Yesu ataziondoa. Masumbufu yote ulionayo Yesu atayamaliza. Bwana asifiwe. Na ndio leo ninakuita ya kwamba uweze kusimama na mwanamume pekee anayeitwa Yesu Kristo. Anasema nimeshibisha roho iliyo na uchovu. Kama ni ombi lako, na ndio ombi langu, ya kwamba Kristo uishibishe roho yangu, maana imechoka sana. Nimechoshwa na dhambi. Nimechoshwa na masumbufu ya ulimwengu huu. Uchumi umekuwa mgumu. Mambo yamekuwa kombo. Kila kitu kinaenda sagara bagara. Ninaomba Kristo unayeshibisha roho iliyochoka, unishibishe na mimi. Kama ni ombi lako, nyosha mkono wako mahali ulipo ili Kristo akuone. Asante. Bwana wabariki. Bwana wabariki sana. Hivyo hivyo mlivyonyosha mikono yenu, hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu uliye mbinguni, tunakushukuru sana katika siku ya leo, maana sabato ya leo imekuwa ni sabato njema mno kwetu. Umetuambia ya kwamba hakuna mwanaume mwingine katika dunia yote tunaweza kusimama pamoja naye tukapata raha, tukapata furaha, tukapata amani kama sio wewe Yesu Kristo. Sasa tunakuja mbele zako tukinyenyekea, tukileta mizigo yetu yote inayotusumbua ili uweze kutupumzishia. Karibu sana Yesu ndani ya mioyo yetu, karibu ndani ya miili yetu, ukaishi pamoja na sisi, tukatembee pamoja na wewe, ili katika uhai wetu tukudhihirishe Kristo na tulionyeshe pendo lako lililokuu ambalo umetupatia kwa neema yako pale msalabani. Sante kwa nafasi hii, sante kwa neno lako. Na sasa tunaponyamaza, endelea kuzungumza pamoja nasi ndani ya mioyo yetu, maana tumeomba tukiamini katika jina la Yesu. Amina. Bwana awabariki.
Waimbaji msitoke. Mnasemaje kwa waimbaji? Kuna mtu wa kuniambia amechoka twende nyumbani? Haya, tuleteni wimbo mwingine. Baada ya hapo mwanatoa mawiza utaongoza kwa ombi la mwisho. Halafu tukutane jioni. Natumaini waimbaji wataendelea kutubariki kwa masaa ya jioni. Yani usikose. Uje uungane na Wamarekani, wa Mexico na Canada kwa ajili ya injili Mwamanyiri. Asante. Uru kijaru bewe mwenekere. Karibuni kwa wimbo. Watu wote tusimame kwa ajili ya ombi. Tunakwenda kuomba. Baba yetu mwema, tunashukuru kwa ajili ya siku ya leo ya Sabato. Tunashukuru kwa sababu mkono wako umekuwa pamoja nasi tangia vipindi vya asubuhi hadi sasa mchana tunapohitimisha maneno yote yaliyotolewa na watumishi wako. Yaweze kutusaidia kujenga imani zetu na kusimama miguuni pako. Asante kwa ujumbe wa leo, kwani ni Yesu peke yake, ni peke yako. Kwa shetani alijaribu kuzamisha wakati wa Yuda, wakati wa makuhani, kukuweka kaburini, lakini hata mauti ilipokung'ania kaburini ulitoka.
Ndio maana una uzima wa milele na funguo unazo. Tuende kwa nani? Tunakuja sisi sote miguuni pako, utushike na kutusimamia mambo yetu yote na kututayarisha kwa ajili ya ufalme wako. Asante kwa neno hili. Tunapotoka sasa, tusaidie, tembee na amani kwa ajili ya jina Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Mtuandalie wimbo tukiwa tunatawanyika. Waimbaji wa muungano tukiwa tunatawanyika, wimbo. Kwa wageni wetu ambao wametoka nje ya eneo hili, tunawakaribisha kwa familia ya Mzee Magumba kwa ajili ya maji ya kunywa. Karibuni. Tusisahau matangazo, mashemasi tumeambiwa kubaki. Tukiwa tunatawanyika wengine, mashemasi wabaki. Waimbaji karibu kwa ajili ya wimbo wa kutawanyika. Amina.